Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kiongozi wa umma, naye si mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Islam ambao tumekusanyika hapa kumwagilia mmea ambao tumeuotesha katika nyoyo zetu. Semaji anasema ya zari'a hubba nabii biqalbihi asqaita zar'aka bisalatin alayhi hadha Muhammad ila akhir. Semaji anasema ewe ambaye umeotesha mapenzi ya Mtume Muhammad ndani ya moyo wako, maana akasema asqaita zar'aka bisalatin alayhi, maana umeunyeshelezea mmea wako huo bisalatin alayhi, kwa kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kilichotukusanya hapa ni mapenzi na mahaba ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Itakuwa ni ajabu kubwa ukawa una mahaba na jambo au unampenda mtu halafu huna mapenzi naye, ikawa una muasi humpendi. Hiyo itakuwa ni jambo ambalo ni ajabu kubwa. Na yule msemaji anasema ta'asir ilaha thumma taghfiru hubbahu law kunta hubbuka sadiqa la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sallu ala rasulillah. Asema kwamba ta'asir ilaha, maana unamuasi Allah tabaraka wa taala, kisha wadhihirisha mapenzi ya kumpenda Allah. Kwa maana wewe sema unampenda Allah halafu pia unamuasi waasi amri zake. Ndio akasema lau kunta hubbuka sadiqa, lau kama mapenzi yako ni ya kweli, la ata'atahu, maana ungalimtii Allah tabaraka wa taala. Maana akasema innal muhibba liman yuhibbu muti'u, hakika rafiki au mpenzi au rafiki kwa rafiki yake muti'u, anakuwa ni mwenye kutii. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye anasema man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi sallam 10 salawat. Tumeyasema yule mwenye kunisalia mimi, kunitakia rehema mara moja, kunisalia mimi mara moja, Mwenyezi Mungu anamtakia rehema mara 10. Na ndio wanachuoni wakasema idha aradta an ta'rifa anna as-salata ala an-nabi afdal min sa'iri al-ibadat fanzur
Watafakkar fi qawli llahi azza wa jalla, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu. Wanachuoni wakasema kwamba ukitaka kujua ufahamu kwamba swala ya Mtume ni bora min sairi ibadati, hata ibada nyingine. Sema kwanza hebu itazame hii aya, lete fikra, alafu hebu itazame hii aya ambayo inasema hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake yusalluna ala nabii, maana wao wanamtakia rehema Mtume. Ndio ikaja atfu ya thumma, ikaja ile ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wakasema kwamba ili ujue ubora na kwamba maulidi ni ibada, kwanza Allah tabaraka wa taala salla alayhi nafsi, yeye ndio wa kwanza kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha akawaamrisha malaika. Ndio ikaja thumma almu'min, ndio ikaja amri kwa sisi waumini kwamba ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ndugu zangu Waislamu, hebu tujiulize, fi sairi ibadati, katika baki ya ibada zote Allah tabaraka wa taala ametufanyia takrifu, akatupa amri. Ni katika swala swala tano ni lazima tujiswali, ni katika funga ni lazima tufunge, ni katika zaka lazima tuwe zaka kwa wenye uwezo, akatupa amri. Lakini ni katika ibada pekee ya kumswalia Mtume Muhammad ambayo Allah tabaraka wa taala yeye kaifanya. Waislamu, kuna sehemu au kuna mwaka ulisikia kwamba mwaka huu Mtume kaswali ya dhuhuri? Anani? Allah Mwenyezi Mungu kaswali ya dhuhuri? Kuna sehemu leo umeambiwa mwezi wa Ramadhani bwana tuafunga na Mungu? Sehemu gani umesikia kwamba leo Mungu katoa zaka? Lakini katika ibada pekee ya maulidi ndio ikaletwa kwa harfu tauhid, inna Allaha, kuonyesha uzito na ukubwa wa kumsalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwamba salla alayhi, yeye ndio wa kwanza kumsalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu watukufu Waislamu, kumsalia Mtume na kuswalia Mtume ndio kumwagilia ule mmea ambao tumeuotesha katika nyoyo zetu. Maana huku kusanyika huku tayari tuna mapenzi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata ukipanda mmea kama huunyoshelezei, lazima utakufa. Swali Mtume, Allahumma salli. Kwa hiyo sisi kwa yale mapenzi ya Mtume Muhammad Sallallahu alaihi tunajipanga kila wakati unaofanyika kuja kumwagilia yale mapenzi ambayo tumeyaotesha katika nyoyo zetu. Sallallahu ala nabii. Sio wale ambao wanakuja kutuambia kwamba kumswalia Mtume ni bid'a. Wanataka kutuondokea vitu ambavyo vinakuja kutangaza dini ya Uislamu. Ndugu zangu, maulidi
ni katika kitu ambacho kinaitangaza dini ya Uislamu. Leo hii kama kungekuwa hakuna vitu kama hivi, ingekuwa sasa hivi tungejaa hapa kwa sababu ya nani, ya baikoko, labda vigodoro, tukafuta ile alama ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo hii angalia, vijana na sisi wazee tunafurahika kwa kumfurahia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana shekhi wangu mwanzo akazungumza, akasoma ile shairi, akasema nyoyo zimefurahika kwa kuzoa nani au kwa nuru kutuenea. Mtume ni nuru. Hebu rejea katika ile riwaya ya Ummul Mu'minina Aisha radhiallahu anha. Aisha anatoa habari kwamba kuntu ukhitu shay'an fi safar, asema siku moja nilikuwa nashona sehemu ya nguo yangu, kachanikiwa na nguo yake Aisha. Safari ni wakati wa usiku sana. Sasa asema nilikuwa nashona sehemu ya nguo yangu wakati wa usiku sana. Akasema hivi saqatat al-ibrat min yadi, lakini asema ghafla ile sindano nilikuwa nikishona nayo ikadondoka. Akasema wamqata al-misbah. Walimu wangu wanasema kwamba ni sana kile kitengo cha mafulu na kwa maana imedondoka na taa nayo ikazimika. Asema wakana kidailo tumejina, na ilikuwa ni wakati wa ilikuwa ni usiku ambao ni wa kiza kikali sana. Asema fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fadhaa al-bayt sallu ala nabi. Lakini asema ghafla wakati ule sindano imedondoka na taa imezimika, akaingia nyumbani kwangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema fadhaa al-bayt, ile nyumba yote ikawa imewaka. Mama Aisha atoa habari, asema faltaqitu al-ibra, nikaiokota ile sindano bisihura kikote. Taa imezimika, kwa kuingia Mtume ile nyumba yote ikawa inawaka, ikawa na nuru. Asema nikaiokota ile sindano. Mama Aisha asema fakultu ya Rasulullah, asema nikamuuliza Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, madhaku umanu kubashika, ni mwanga gani na nuru gani ambayo inachimbuka usoni mwako? Mtume akamjibu akamwambia, ya Aisha, alwailu thumma alwailu liman lam yarani yawma al-qiyamah. Islamu hii ni alama kwamba kuna watu hata muona nani, wale ambao wanatuambia kumsalia Mtume ni nani, ni bid'a. Mtume anamwambia Aisha, alwailu thumma alwailu. Akasema adhabu kali au uliwa adhabu kali, kisha adhabu kali itamfikia yule ambaye lam yarani yauma al-qiyama, hata kuja kuniona siku ya kiyama na wala sitamwombea. Kuna watu watakosa shifaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale ambao wanakuja wakwambia bwana mikao hii bwana ni bid'a. Hawa ndio ambao hawatakuja kumuona Mtume na wale hawatapata shifaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.